Makosa haya madogo ya matumizi ndiyo yanayonyonya riziki yako kila siku bila wewe kuona. Wengi huendelea kuomba mafanikio ya kifedha huku wakirudia makosa yanayofunga mlango wa pesa kimya kimya. Ukielewa makosa haya matano, utaanza kuilinda riziki yako kabla haijavuja tena. 1. Pesa nyingi haziokolewi kwa kuongeza kipato kwanza, huokolewa kwa kuzuia uvujaji. Watu wengi huomba riziki iongezeke huku wakiacha matundu ya matumizi wazi. Kabla hujauliza pesa iingie wapi, jiulize inayokuja inapotelea wapi. Asiyeziba mianya hata akimwagiwa haijai. 2. Tofautisha tamaa na mahitaji. Ufujaji huanza pale tamaa inapopewa heshima sawa na uhitaji. Si kila kitu kinachokuvutia kinakuhitaji. Wengi huchanganya hisia za kutaka na sababu ya kununua. Riziki hujificha kwa mtu anayeshindwa kusema sihitaji hiki sasa. 3. Anayedharau kidogo atalia kwa kikubwa. Maelfu mengi yaliyopotea yalianza kama 100 zisizoonekana. Tatizo la wengi si matumizi ya tukio moja, ni tabia ya kuruhusu kidogo kidogo kila siku. Fedha huporomoka kwa ukimya kabla haijapiga kelele. 4. Acha kuishi kwa macho ya watu. Riziki hufa haraka kwa mtu anayenunua heshima ya kuonekana. Nguo, simu, starehe, outing vikitumika kuthibitisha thamani kwa wengine hugeuka mashimo ya fedha. Macho ya watu hayajengi kesho yako. Utulivu wa mfuko ni bora kuliko sifa za dakika. 5. Fikiria kesho kila pesa inapoingia. Pesa isipopewa kazi ya baadaye hujikuta imetumika kwenye raha ya leo. Anayepokea na kutumia tu huishi mzunguko wa kuanza upya kila mwezi. Lakini anayepokea na kuiuliza nitakutumiaje kunijenga huanza kufungua milango ya riziki. Fedha huongezeka pale zinapoongozwa, si zinapoachwa. Riziki haizuiliwi na mbingu peke yake. Mara nyingi huzuiliwa na tabia za mikono yetu. Kijana anayejifunza kuhifadhi tone ndiye huja kustahili bahari. Je, pesa zako zinapungua kwa sababu huingizi nyingi au kwa sababu huzilindi? Acha comment na ziba mianya kama umeelewa.